Dau niko jikoni, admin in the kitchen cooking ugali and sukuma. So chapia mboga, nakaa fiti, tuweke maji ya ugali na mchuzi wa kuku. Ikichemka ninawaita spin. Unga hiyo hapo. Ugali kitoka eke nini usiletee, kitoka mbichi, you eat it the way it is. Let's wait for this ugali tuone itakaa aje kwa jikoni. Tunataka kutengeneza chat. Take a spoon ugali kiasi. Nilikuwa nashangaa walimu tuende midterm. Nenda midterm naenda kutengenezea chat. Maji iko karibu kuchemka. Unakumbuka pia mimi mnanijeni kukula hata niongeze maji yenu kidogo. Ya madmin kupikia ugali. So I hope wazazi mnachungia watoto. Tumewapea watoto wapige midterm. Mkichungia mturudishie wakiwa wako fiti. Warudi wakiwa wanakumbuka chenye walisoma. Wasije wakikaa vile wanataka. So tunangoja maji ichemke. Na pia kama uko na nyama unaweza niongezea. Takata kukula nyama na ugali. Walisema ukitaka ichemke haraka ni sprinkle. Unaongeza impurities. Tuweke impurities ili ichemke haraka. Kwani mimi hamko njaa. Leo ni on a Thursday. Kamisa mkanaisha. Kesho ni Friday, Saturday, Sunday, Monday back to school. Na kwa hivyo tulipotienda midterm kwa high school, mtu anabeba file ya exam, anabeba na vitabu mingi na ni siku tatu.
anarudi hata hajasoma hata moja. Juu ukienda huko unataka catch up na mabeste, unataka nini? Highlights. Iko karibu kuchemka sasa. So pia mzazi, nikukumbushe kitu, as much as mtoto wako amekuja midterm, just a reminder, have a talk. Jua shule tunaendeleaje, mtoto wako akoaje, and everything else. I told you a lot happened in school, so akupe story kidogo, just get to know the progress and everything. Yeah, kaya tu hapo ikiwa kwa blackout. Mtu nikiwa mdogo angeniambia ningekuja kukula ugali. Ningemshangaa sana. Siko hapa na ugali, but here I am. Not only a fan, but also a mpishi wa ugali. Sasa kuna mtu anajiuliza, hatawahi maliza very soon, wewe kuwa mpole. Kwani wewe ina take dakika ngapi? Imetogota. Wakati mimi nilikuwa jikoni nilikuwa naona ana take long kupika. Kumbe si ati ana take long kupika, ni mimi niko njaa. Yaani anaingia jikoni, you feel like she's taken an hour. Sasa wamekaranga mboga za kienyeji. Alafu kuna mimi mwenye sitaki mboga za kienyeji, amekaranga mayai. Akapika ugali. Na tulikuwa tunatumia sinia. So kiugali. Alafu kwa hapo unasema vile amekucheleweshea lunch.
alikuwa akipika hata hivi na mwiko unasikia akisema ati kuna mgeni anakuja. Sasa unashangaa amejua aje. Kuhata na mwiko na wageni ziko related aje. Admin in the kitchen. Hello. Good morning, my people. How are you doing? Washanga tuko wapi? Tuko jikoni. Tunapika chapo. Leo nimeamua nikulete breakfast in bed. So relax hapo. Najua hujaamka, ni holiday, hata usiharakishe. I'm here for you. Kwa karibu kumaliza nikulete. So leo nikipika chapo nimekumbuka my first time cooking chapo and how I knew and who taught me how to cook chapati. In my previous stories nimekuwa nikiwaambia when I was talking about a Sunday in the life of an Adventist child, niliwaambia most of our house chores tulikuwa tunazifanya on a Sunday. So hizi house chores ni kama kuosha vyombo, kufua. Na kufua ni kufua like kila kitu hadi mablanketi. Na kani kuchota maji, tulikuwa na mitungi mob na madramu. So hizi mitungi zote lazima zijae. So this day hatukuwa na maji. So we had to go like the whole family except Mzai. So tumebebana pale yenye mnajua Mkuru kwa Njenga, line ya maji huwa refu especially on a Sunday, like everybody is around. So tunabeba mitungi zetu zote tunazipeleka mara moja. Then tukikaribia kufikiwa, we go and call mom. Anakuja na leso. Kuna beba 20 liter, 10 liter, alafu kuna wale wa 5 liter. Na nisisikie mtu akisema mimi ndio nilikuwa wa 5 liter. So tumefikiwa. Mama ameitwa juu maji yetu sasa tumeanza kuchota mitungi zetu. So akaitwa akuje kubeba. Na ni fun sasa juu tunaenda wote na ni like ni kama ni kushindana. Nani atafika wa kwanza stuff. Na ghetto si lami. Kuna mitaro, kuna nini. So ukibeba hiyo maji ni uvuke mtaro, utembee, kuna mawe, kuna nini. Mebeba maji tuko karibu hata kumaliza. Mebeba at least the drum ziko na maji. Unajua hiyo lazima hadi mabesheni zijae because tulianza na maji ndio tuko na so maji ikuje tufue, tuoshe vyombo, tupike breakfast and stuff. So kabla tumalize mama ameweka mtungi yake kwa mgongo na leso. Akategwa akaanguka. Ni mtu mzima so ametegwa ameanguka. Bila expect amke baada tuendelee kuchota hii maji. Tungekuwa tumemaliza. Sasa yeye mbona anakaa hapo chini? Mimi na 5 liter kangu niko nyuma yake na shanga. Wewe mama bana. Amka, the drums are still waiting to be filled up. Madhea kuamka. So watu wenye walikuwa hapo, they came to our rescue. Because mimi hata ningeenda ku rescue hakuna kitu ningesaidia. Wakachukua ile kibuyu, wakapeleka
tukampeleka home, they knew our home. Then they held her. So hiyo ni kumaanisha aendi kwa nyumba nao, sasa anaenda usi. Sisi tuendelee na kazi, maji ichotwe, lazima kazi iendelee, yeye aende tu usi. Kaenda home, we did the house chores. And it's taking mom long, mbona harudi? Hii nimengoja hata nimechoka, nimeanza kuboeka. So before long, mom was here. Nilimsikia tu nikiwa kwa nyumba. Nikatoka. Guess what? Guess what? Umeguess? Chenye umeguess ni wrong. Mama alikuja akiwa amewekewa plaster kwa mkono. Na wenye mnajua vizuri plaster, si eti unatolewa hiyo jioni, ukishawekewa sasa ikifika usiku unatoa. It stays for months. And what does this tell you? It tells you that now mom won't be able to do the house chores. Nani amebaki hapo waifanye? Yeah, you guessed it right. Watoto wake ndio wanafaa kufanya hizo house chores. So it was unlucky for us because in school days, sisi hatuko tunakula shule, mimi na sister yangu. Ukienda watch 6 to 9 years old Chronicles Tales yani. In my previous video utajua mbona sikuwa nakula shule. So ilikuwa hard juu. Kikuja home unaweza pata mama hajapika. Kumbuka ameumia. So ilikuwa tricky. Kani kupika, ilibidi sasa tuanze kuijua by force. I know you thought I knew it willingly. Yes, we were doing the house chores, but now you have to know how to cook because the dad is not around. Alikuwa anaenda anatumwa kazi nje. So ni sisi tuko na lazima tukule. So alikuwa na akipika kani ugali, sisi alikuwa anamshikia amekamata. Anapika. So it can happen that this Sunday kuna wageni wanakam. Na aki Sunday na ugali kidogo ilikuwa tricky. So wageni wanakam. Nini inapikwa mom? Ni chapo inapikwa na ndengu. I can remember clearly ni chapo na ndengu inafaa kupikwa. Do we know how to cook these chapatis? Kidogo. Tulikuwa najua kidogo, si sana. Tulikuwa tumekuwa mapro hivyo. Kwa hiyo kupika tu kidogo. So the unga was brought, kakandwa na tukapika. Kapika machapati, wageni ni a good number wanakuja. So ni kumaanisha mfuko inaenda chini. So ni mfuko mzima, the 2 kg inapikwa. So na amtapika wageni wakiwa. Mnapika mapema before they even come. So wakifika wanapata the food is ready. Kaingia jikoni na sisangu na bro. Kaeka jiko juu hatuko na gas. Jiko ndio ilieko. Kaekelea ndengu zikaendelea kuiva. Tukaroll machapo hapo, tukazipika vizuri sana, Normally mimi naogopa wageni. I used to see a video
wakifika they want to greet you, mimi naogopa watu. Sasa ndawasali. Yes, but these ones we are used to them. Kwa jifichanga huko jikoni, unaitwa unaambiwa kuja salimia wageni, now you come. After kuwasalimia, walikuwa wamekuja kuona mama, remember, walikuwa wamekuja kumuona juu alikuwa amevunjika mkono. So, kaenda tukaleta food. Chakula na ndengu, tumezipaka hapo kwa hotpot. Tulikuwa na hotpot, mimi hapo smart sana. Nyumba yenu kama iko na hotpot, you didn't have a real African mother. So tukazileta hizo kwa hotpot na masahani zingine hapo, hizo sahani zilikuwa smart. Kaletea wageni, kawaserve, and they ate. After kukula, one of the gentlemen asked mom, na nikuulize, sasa juu umeumia mkono, who cooked? Wewe umeumia mkono na watoto wako ni wadogo. Kwanza haka, no, that kadogo one. That was me. Kani kadogo. Akamwambia, hao wadogo ndio wamepika, wao ni mnasema wadogo. Wao ndio wamepika. They were like, no way. Yeah. Akamwambia, I do not have a maid, of which mom never advocated for one. Ni wao wamepika. Yeah, sikuijua willingly. Nilijua just because mom was hurt akifanya kazi. No, we have been doing this since. So sasa ilikuwa tunafanya kazi less, but since mama umie, all the house chores had to be done by us. Mimi sis na bro. So the other human being, the last one, kalikuwa ni kadogo, very tiny, very tiny. So hata amunge mhesabu, nikamtu nyinyi wenyewe ni burden kwenu, juu lazima mkabebe. And that is how I knew how to do the house chores. Blanketi, kwanza for blanketi, mnaweka maji ile yenye mmaliza kufua, mnaweka blanketi ndani. Alafu unajua inaoshwa aje? Mnakanyaga, mnaikanyaga mpaka ing'are. Because you cannot wash it hii kufanya ni kuscrub. I don't know what that is. So mnaikanyaga hapo, inang'ara, mnafinya nyinyi wote familia mzima. Mmoja ashike ile side nyingine huko, mnafinya. Alafu sasa kuanika tena ni noma. Mnaenda mnapanga mastulu, mnashikilia blanketi, mnaanika. So kazi zote we had to do it. So kuna time hizo chapo zilikuwa zina disappoint. Kwa wengine, mimi kwangu zilikuwa zina disappoint. Zilikuwa zinatoka crunchy. You can imagine eating a crunchy biscuit. In the meantime, nimebakisha moja nikuletee. Hapo tu nilikwambia usitoke hapo. It is breakfast in bed by admin. Sometimes ulikuwa unapika, zinatoka crunchy, zinatoka ngumu. Na mzaya waeki. Atasema tu hapo, hizi ni ngumu sana. You moved on, went on, tukalan. Kajua kupika fiti, na sahi, mimi ni pro. Najua unadhani zimetoka sijui shape inakaje. Zinatoka fiti manze. Look at that. Zinatoka shape ingine smart sana. Umeiona? Moto. Ziko shape ingine smart sana. Na najua unaingoja. Ninaileta tu saa hii. So sijui niseme ukitaka mtoto wako ajue house chores, uende tu hata ujifunge na bandage ndio afanye kazi.
Not really. Teach your kids how to work early. Yep. Ajue kazi mapema. Usije kumramba. Because I never grew up with a house help. Kwa najifanyia kazi zote kwa hao. Na ilinisaidia sana. Yeah, ilinisaidia sana. At least I can do all the house chores. But the one that was most boring to me ni hiyo ya kuendea maji. That one sikuwa naipenda. I'd rather do the dishes in the house alone than I'd rather do the dishes alone than kuenda kuchota maji. Eri nioshe vyombo, nipange nyumba and everything. Ulisema nikuletee chapona? This is the last one. And that, guys, is the story of how I unwillingly came to know how to cook chapo. And being an Adventist child, I tell you, you have to know how to cook chapo. Do you know why? Unaona vile ugali is the staple food for the Adventist. Chapo is. If they don't get it, chapo, hapo mtakosana. There is also another story that I said about a Sabbath in the life of an Adventist child. Niliwaambia uji was constant, so inaweza kuwa ni chapo na uji. That was back then. Yeah. Ukikosa chapo kwa event yako, mtakosana na hao Adventista. They need chapo. Hata eribasi walete chapo na soya. They will appreciate. Yeah. So as we wrap up, guys, chaniwaonyeshe. Najua mnajiambia alikuwa anatuprank. Chapo ndio hizi hapa. Zinakaa fiti. Unaona? So unasema tu unataka ngapi nikuletee. You tell me how many you want. Inakaa fiti. Look at that. Nikuonje? Chani kwambie vile inaonja. I'd rather not say anything. Ni tamu. And it's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. It is a wrap. Na hivyo ndio tumemaliza watu. Acha nikuonje tena. Ati ulisema nikuletee na? Manze. Inatokana. Nakuletea saizi. Thank you so much for watching. Msivunjike mikono ndio watoto wajue kazi. Just teach them. They'll know. So, see you nikikuletea breakfast. Bye bye.